is secure, or rather is in peace. You shall visit your dwelling and find nothing amiss. Ya kwamba wewe utatembea katika nyumba yako, manake hapa tent, hema hapa ni nyumba yako. Na utapotembea mahali unapoishi, hautakuta chochote ambacho kimepotea. That tells you ya kwamba God will protect your home. And nothing you'll be missing. Praise the name of the living God. Ya kwamba you shall visit what? Mashini zenu ziko na shida. You shall visit your dwelling and find nothing amiss. Nataka utembee katika nyumba yako this morning and tell me whether your house is secure or whether there is something that is missing in your house. Tembea katika mawazo. Tembea. If there is, we are going to pray for it. Umetembea? Umetembea mbona hivi? Haya, tembeeni. I give you 2 minutes. Tembea katika nyumba yako. You shall know. Utajua. You shall know that your tent is in peace. Hema ni mahali wewe unaishi. Na tena utembee mahali unapokaa. Uniambie whether there is something that is missing. Kwa sababu Mungu naamini atalinda boma zetu mwezi huu. Hallelujah. Now verse 25. You shall also know that your descendants shall be many. Pia utajua hivi, sio kuambiwa, ya kwamba uzao wako utaongezeka, and your offspring like the grass of the earth. Na pia unapotembea huko utajua ya kwamba uzao wako utaongezeka, na pia wajukuu wako watakuwa kama nyasi ya dunia. That means the present is secure, the future is also secure. Hiyo tukubaliane hivyo, ya kwamba your present right now, God has already secured your life. Number 2, God has also secured your future. That is the meaning. Manake kama kuna kitu kinatusubua sana ni hawa watoto ambao tumezaa. Na kama umefika hapo na haujawahi kusubuka, siku moja utajua nasema nini. Wakati watoto wanagonga from 18 years, hapo ndipo vita ingine inachipuka. Kama hamjajua, kuna vita ambayo inachipuka wakati tuko na watoto na unaomba Mungu asome na wamalize form 4. Ikifika hapo wakihitimu pale waingia university na wamalize, ombi lako sasa ni Mungu akaweza kuwaimarisha, to establish them, wapate majob. After that, what you are looking forward to ni marriage yao au wedding yao. Na ukiona inaenda 25, 26, 27, 30, ni kama unambadilisha maombi kiasi. If you don't know, ikifika 35, 36 inaitwa injury. Inaitwa injury. Injury ni kusema hivi, unaomba sasa angarau uletewe katoto, wacha hiyo ingine sasa ikae. Because unaona sasa kule kunaelekewa ni kwingine. Yes. Hiyo ingine ikae, lakini uletewe nini? Uletewe, naitwa kaza mwana, naitwa nani?
Kiswahili yetu. Haya basi. Sasa unaona maombi inaenda ikibadilika. Kuna wakati hungetaka usikia anataka kuolewa akiwa 18 na 20. Lakini kuna wakati utatamani sana. Na kama Bwana hata kuja, unaachana na Bwana, unaanza kutamani mtoto. Maombi huwa inabadilika. Na hapa ndipo Ayubu anasema, you shall also know that your descendants shall be many. The Lord wants to secure your future. And also your offspring shall be like the glass of the. Kama kuna vita tunapigana siku hizi, ni angarau siongeze katoto kengine. Zuzae at least tu, na hawataki. Lakini Ayubu anasema ya kwamba what? Your offspring shall be the glass of the earth. Na hiyo ndio maombi yetu leo, ya kwamba watoto wetu wazaane kama nyazi, mkue kama nyazi. That is my prayer. Kwa hivyo kama uko hapo na uko na kamoja, ongeza. Hii naongea sasa kama baba wa nyumba. Uonge? Kama uko na 2, ufanya nini? Haya. Twende hiyo ingine 26. We are making declaration. You shall come to the grave at a full age. Unaona vile mambo imeanza. The present, the future and the end. Utamaliziaje? You shall come to the grave at a full age, as a sheaf of grain ripened in its season. Nataka uangalie hivyo. Kwambia we want to make a declaration ya kwamba hata kurara kwako utakuwa at full age, as a sheaf of grain ripens. Bona anatumia hii the grain ripens. Bona anatumia hivyo. Do you understand the meaning of that? Utakuwa kama ngano imefanya nini? Imekoma. Ngano haivunwi ikiwa bichi. Inavunwa ikiwa nini? Ikiwa iko brown. So that is what Job is saying. Hautavunwa ukiwa mbichi. That is my prayer for you. Usifunwe ukiwa katika bichi. You should ripen at a full age. Ulale ukiwa umekula chumvi. Hallelujah. Ukomae kama hiyo ngano. Not too early, not too late. Because now isipofunwa pia inafanya nini? Kuharibika. Kuna miaka utaishi isiwe ni miaka ambayo ya baraka. If you don't know. Kuna miaka watu wanaishi unakuta pia ni shinda. So it is not too early and not too late. Iko hapo. Ukiona wale watu walitembea na Mungu kabla haujaanza kunena ya vile watu wakikomaa sana wananena, Mungu anakuchukua. At the 120 years akachukua Musa. Kamwambia sasa wacha twende. Hakuna mtu Mungu alichukua akiwa hajiwezi. No. Wote, hata ukiangalia life ya Jacob, maandiko inasema ni vile tu hakuwa na nguvu ya kutembea, lakini utambili na unabii alikuwa anatoa sawa. So that is my prayer for you. Let us stand up. Nasema huu ni mwaka wa ufufuo. After that sasa tutaingia katika maombi. Nitakwambia vile tutaomba leo. Verse 24. Tembea katika nyumba yako asubuhi ya leo. Ingia katika nyumba yako.
Yes, know that, you shall know that with a lot of convenience there is peace in your house. Omba Bwana alete amani katika nyumba yako. Teraga yarehe thayo waku mucii. Tunataka amani katika boma zetu. Tell the Lord, nataka amani katika boma rangu. I want peace. You shall know that your tent is in peace. Naambia Bwana, rida boma yangu na amani ikaweza kutamaraki katika boma rangu. It is my prayer that there is nothing missing in your tent. Tembea. Tembea kwako na utembea katika moyoni mwako. Niambia, what is missing? Ni nini ambacho hakuna? If there is something that is missing, tell the Lord, this is what is missing in my tent. In my family, there is no joy. Marriage joy imepotea. It is our month. Na inaitwa mwezi wa ufufuo. Yeah, the month of power, the month of resurrection, the month of visitation. There is a new beginning in the name of Jesus. Shakari babo sikari babo yandari babo kai. Jesus, we thank you, we worship you. We honor your holy mighty name. Yes, let there be peace in my family. Oh, let there be peace in my family in the name of Jesus. Nothing should miss in your tent, in your family, in the name of Jesus. For the Lord God Almighty is your protection. Mungu mwenyewe ndiye analinda boma yako. Ndio kuwe na amani katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Wacha kuwe na amani katika boma lako. In the name of Jesus. Wacha kuwe na amani katika boma lako. Verse 25, take us there. Verse 25, Rimashaka Rimamasika. Verse 25, the same chapter. You shall also know that your descendants shall be many. Abia Bwana, multiply my descendants. Kama uko na msichana na haja orewa, ambia Bwana alete ambia Mungu alete Bwana. Na kama uko na kijana na haja oa, ambia Bwana sasa alete bibi. Yes, because the Bible says you shall also know. Hata wewe ni ukamenya, tikoigwa kaigwa. Pia utajua ya kwamba your descendants shall be many. Your descendants shall be many. Na wawe wengi kama nyazi ya dunia. Wawe wengi kama nyazi. Wawe wengi kama nyazi. Si watoto chache. Wawe wengi kama nyazi. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Be a Bwana. You want glad children. You want glad children, glad daughters, glad sons. Nataka vijana wangu, natoka watoto wangu waoe na waolewe, ili nikaweza kuwa na wajukuu wengi kama nyazi. May the Lord make your family fruitful. In the name of Jesus. May the Lord make your family fruitful. In the name of Jesus. It is time to be fruitful. It is time to multiply. In the name of Jesus. Naomba vile tunaendelea kufanya maharusi wa mahali hapa, tuendelee mpaka tusikie tumefanya maharusi tukitaka kupumzika. Yes, we have ripe youth here who are overdue. Some they are even overdue for marriage. Kwa hivyo tunataka Mungu awapatie husbands and wives. That is my prayer for you. Musione kama mnatuchokesha, mutikona hata mratonogia. Hapana, our prayer has been answered. Na ninaamini hata tukitoka ya Shandarak tutaenda ingine, na tukuja ingine, na tukuja ingine, na ingine, na ingine, mpaka tugoje sasa wale wengine wamalize university wakuje. That is my prayer for you. Our descendants shall be many, and our offspring like the grass of the earth.
Hivyo ndivyo kulivyo. Ayubu alikuwa na watoto wengi, alikuwa na warembo, akakuwa na watoto wengi. And the Bible says, baada ya kupitia haya majaribio, he lived 140 years. Kwa hivyo anaongea kitu ambacho yeye anajua. After the temptations and the trials and the affliction, he lived another 140 years. Na Mungu akampatia watoto wengine, na wale shetani alichukua bado aliwakuta huko biguni. Hakuna kitu kilipotea, hata wale walienda walikutana na wao biguni. So may your descendants be many, and may your offspring be like the glass. That is my prayer for you, and that is my prayer for my children. Ya kwamba wazaane mpaka waambie, hey, tigera hau, wachia hapo, manake ni wengi. Jesus, we thank you. We bless your name, O God. This is our month. Hallelujah. This is our month. This is our month. This is our month. 20 verse 26. Let's go now to verse 26. Jesus, we bless your name. Hallelujah. Asante Bwana. Roko shekelele meso karibabokai. Romo shakarababo si karibaboyanda. You shall come. Nataka nikuhakikie hivi na uambie Bwana ya kwamba utimize miaka yako. You shall come to the grave at a full age. Hata kama utarara, hautarara ukiwa bichi. Hapana. You shall not be harvested at your prime. Hautavunwa ukiwa kijana, hautavunwa ukiwa mtoto. That should be your prayer. It is inevitable kurara. It is also acceptable kurara. It is also honorable kurara. Lakini utararanje at a full age. Ukiwa umetimiza miaka yako. Maandiko mengine yamefichwa sana, kuyaona ni gumu. Lakini Mungu katika roho anatusaidia kuyaona. Because ukiomba na hii, na ni Mungu amesema, na kwambia you shall come to the grave at a full age. Wacha kutishatishwa na hiyo magonjwa inakutisha hapo. Na kwambia unaona ikifika hapo basi. Ikifika hapo basi. Hapana, sio hivyo. Maandiko ni haya. You shall come. Ni kweli you shall come. Hakuna budi, lakini at a full age. It is at a full age you shall come, as a sheaf of grain ripens in the season. Mimi nataka kusema hivi, sitavunwa nikiwa bichi. Sitavunwa nikiwa bichi. Mke wangu hatavunwa akiwa mbichi. Watoto wangu hawatavunwa wakiwa mbichi. Wajukuu wangu hatavunwa wakiwa mbichi. At a full age. At a full age. That is my prayer. And that is my prayer for our children here. Yes. It's my prayer for you, wazee. My prayer for you, mothers. My prayer for you, young men and women. My prayer for you, children. That is my prayer for you. Hiyo ndio ombi langu kwako, kwenu, ya kwamba mtatimiza miaka yenu. Full age. Full age. Paka mtu akiangalia hivi aseme ni kweli hapo amekula chumvi. Father, we thank you and we worship you. We honor your holy mighty name. This is our month. This is our month. We have made that declaration. Hallelujah. This is our month. We have made that declaration. Yesu alishinda shetani na maandiko. Sio maombi tu. Alimushinda na maandiko. Lord, we thank you. Now the last one. It is 1 Samuel 16, verse 11. Now Samuel said to Jesse,
Are all the young men here? Then he said, there remains yet the youngest, and there he is keeping the sheep. And Samuel said to Jesse, said and bring him, for we shall not sit down till he comes. Daudi alikuwa wangapi? Daudi alikuwa wangapi? Sasa sema, I'm now number 8. Toigo ogwo. So your turn has come. Hallelujah. Yes. Now you are number 8. Manake hii ni August. So your time has come. Maybe you are not aware. Hata Daudi hakuwa anaelewa. Lakini tumetoka number 7. August, July. Sasa tuko katika August. Sasa our time, our 8th has come now. Namba 8 yetu imefika. Na kwa sababu imefika, this is my prayer for you. And this is also my prayer for myself. Ya kwamba na mimi nitumaniwe. Hallelujah. You are not aware ya kwamba unatafutwa. Lakini kwa sababu mwezi wako umefika na namba 8 yako imekuja, sasa lazima uangaliwe mahali ulipo. Samuel is not aware where you are. Lakini anauliza, wote wako hapa. Samba wamepita. Ni kweli mwezi wa 7 umepita. Lakini kuna mwingine akasema ndio ako. The disadvantage, waliosahaulika. I want you to imagine, baba yako anakusahau. Pia mama yako anakusahau. Wakati Jesse aliambiwa leta watoto vijana wako, hakuleta Daudi. To him, he did not matter. But in the eyes of God, as long as you arrive, you matter a lot. No wonder Jesus said, the stone that the builders rejected has become now the cornerstone. Hallelujah. Wakati mwingine tunasahaulika, lakini Mungu hataweza kutusahau. Even his spiritual father may forget you. Even your natural father, biological, anakusahau. Akikuangalia ni kama anaona, ni kama hauna mwelekeo, hauna maono, hauna ndoto. But the fact remains, heaven has not forgotten you. Samueli akamwambia mtumanie, manake siku yake, namba yake imefika. I also want to prophesy ya kwamba now you are number 8. Hallelujah. Na namba yako sasa imefika katika jina la Yesu Kristo. Na alisema hivi, heaven cannot sit down. Kwa nini unaondoa hiyo kitu kwa screen? Heaven cannot sit down until that man, huyo unasema ni mtoto, sasa ndio tunataka. That is the man God is looking for. That is the boy God is looking for. Na maandiko inasema alipofika hivi, Mungu akamwambia ni huyo. Ni huyo ambao hata wewe hukumuona. Ni huyo ambao hata wazazi walimsahau, ni huyo. So our 8th time has come. Na kwa sababu umefika, naomba Bwana akukumbuke mahali ulipo. In the name of Jesus Christ. Mwezi ambao tunaingia katika conference, it is my prayer ya kwamba Bwana atakukumbuka mwezi huu. In the name of Jesus, utatembea katika nyumba yako ukute kuna amani. Hallelujah. Utaangalia watoto wako uone wamezana, wameolewa, wameoa. Hata wale unaona ni kama hawana matumaini. That is what is going to happen. Na hicho kifo ambacho, that death, that has been stalking you, imekuwa inakuandama, Mungu ametuambia you shall come to the grave but at full age. Hatutafunwa kabla ya wakati wetu. Can you say, my time has come now to be elevated? My time has come to be elevated. Yes, my time has come to be elevated. The Lord has remembered me. Nimekuwa nikichunga kondoo, but from today onwards, mimi nitakuwa nachunga watu. From today onwards, I am on my way to State House. In the name of Jesus Christ,
manake Mungu ameniona. Nilisahaurika, lakini Mungu ameniona. Shakari babo sikari mama yanda ribabokai. Nataka uangalie hawa watoto wako uone ya kwamba I want you to see kings. Kings in the making. Queens in the making. Unapoangalia hivi, I want you to see a king in the making. A queen in the making. Waone hivyo. Hivyo ndivyo walivyo. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Father, we thank you. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Rasema ni asanti asubuhi ya leo. Tualinua jina lako. Leo tunatembea na hayo maandiko katika Ayubu 5 mstari wa 24. Ya kwamba tutatembea katika mboma zetu. Tutakuta kuko sawa. Wacha kuwe na amani katika boma zetu. Wacha kuwe na upendo katika boma zetu. Wacha kuwe na ushirika wa Utatu Mtakatifu katika boma zetu. Wacha kuwe na ufanisi katika boma zetu. Katika jina la Yesu Kristo. Wacha kusiwe na kitu ambacho kinakosekana. In the name of Jesus. Katika biashara zetu, nothing shall miss. Hakuna kitu itakosekana katika biashara zetu. Katika mifugo yetu, hakuna kitu ambacho kitakosekana. Katika jina la Yesu Kristo. Gotire kedo tokwaga meciĩ-inĩ yitu. Hata mabiashara yetu, hata mashamba yetu, we shall miss nothing. In the name, unapotembea utajua ya kwamba the Lord has taken care of you. The Lord has taken care of your wealth. The Lord has also taken care of your wealth. Nothing you'll miss in the name of Jesus. And now more to that. Wale watoto ambao wamekusubua, unauliza sasa hawa watakuwa nini? Watakuwaje? Wataoa lini? Wataolewa lini? The word is saying, your descendants shall be many, like the glass of the earth. So be it in the name of Jesus. Wewe unaona kama hiyo kaugonjwa itakutoa uhai. Orakiroka iwatogekua. Yes. But the Lord is saying, you shall come to the grave at a full age. Na utavunwa kabla ya wakati wako. Receive the power of resurrection. Number 8 is the power of resurrection. It is the new beginning. Mungu na akupatia mwanzo mpya. Manake katika Israeli walipata mwanzo mpya. They found a better king. A man after God's heart wakampata. In the name of Jesus. Na kutoka hapo Daudi hakurudi huko kuchunga kondoo. Alianza kupigania Waisraeli. Jesus, we thank you for this new season. Thank you for this new month, oh God Almighty. Naomba ya kwamba utakuwa ni mwezi wa kufurikiwa na nguvu zako na utukufu wako katika jina la Yesu Kristo. Naombea hata watoto hawa wetu, Bwana uwalinde wakati wote. I declare hawa watoto wetu wa Sunday school hawatavunwa kabla ya wakati wao. In the name of Jesus. Hakuna mtoto tutapoteza hapa katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Paka watimize hiyo miaka Ayubu alisema. Hakuna mwanayudhi ambaye atavunwa kabla ya wakati wake. Hakuna amadha ambaye atavunwa aacha watoto wake wakihangaika kabla ya wakati wake. Hakuna mzee ambaye atavunwa kabla ya wakati wake aache bibi yake na watoto wakihangaika. Hakuna mchungaji hapa au kiongozi atavunwa kabla ya wakati. Life in the name of Jesus. Tukuturama tukumaite. Then you are kwa Yesu Kristo. Tutachaguka katika nyumba ya Mungu. Says in Psalms 92 verse 12. Nafikiria nitamalizia na hiyo ili nikaweza kurelease watoto wetu. Psalms 92 verse 12. Psalms 92 verse 12.
Shakari babo sikari babo kayanda. We thank you, we worship your name. We honor your mighty name. Hallelujah. Bas enda shikilia hapo. Naonekana hii kona shinda. Acha nitoe yangu. Thank you, Lord. Hallelujah. Jesus, you are mighty. Jehova wegai. Umeipata? Si muwe mnashikilia hiyo kitu isiwe inapotea potea. Inasema hivi, the righteous shall flourish like a palm tree. Mtanawili kama mtende, he shall grow like a cedar in Lebanon. Agatura rogarete ta mutarako wa Lebanon. Hallelujah. Agatura rogarete oguo ta mutarako wa Lebanon. Ako na nguvu, hata ukimwangalia ako na nguvu. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in. Nataka kuongeza a point on top of what we are saying. So, if by chance you tell me to conclude your sermon, nitakwambia this is the point, you miss this one, you miss this one. Now, the last testimony alituambia hapa, alisema hivi, ya kwamba kuna nyumba alijenga hapa, na iko tu hapa, na hiyo nyumba ni ya ghorofa, na hiyo nyumba akaacha na akaenda kujenga Kenyatta Road. Na watu walikuwa wanamuuliza, unaweza kutoka huku tena ukajenga nyumba ingine Kenyatta Road? Kenyatta Road ni estate ambao ni ya kipekee because wako na rami, sisi hatuna rami. Si ni kweli? Wako na rami na imeingia kwao, imeingia rami, imeingia kwake nyumbani. So definitely it is better off kuliko kwetu Membri. Sisi hatuna rami. Na wakati anashuhudia hivyo, wewe unasikiaje? Because sio mara ya kwanza kushuhudia hivyo. Huwa anashuhudiaga. Akienda tu anatuambia. Then anasikia anakuja na ushuhuda mwingine. How do you feel? Kuna wakati ushawahi kuona kama anajigamba? Duga hii. Si useme ndio. Manaka hiyo ni wivu. Now, the question Mungu aliniuliza, Lea amezaa wangapi? Ametoa ushuhuda wangapi? Ya kwanza alisema, the Lord has looked upon my affliction. Amenipatia nani? Reuben. Alafu tena akasema hiyo ingine, the Lord has heard my voice. Amenipatia Simeon. Akasema hiyo ingine, ni kwa sababu Mungu aliona sipendwi, sasa nitapendwa. Amenipatia Lawi. Haya. Sasa ya ine akasema sasa nimepewa Juda. Nagojea bishop atoe kamwanya on Sunday. Ngoimira hau na rwimbo. So nasai kusikia kwamba niko na mtu anasema na rwimbo ruru ni uira wa ngoro yakwa. Ni uira wa uria Ngai akite atia ajikeire. Unaona? So that Sunday Rea akapewa microphone. Kasema sasa niko na wangapi? Negogosha Ngai na rwimbo. Na akakuja na bahasha, kamwambia bishop, ini yako. Tumepata Juda. Na wewe umekaa pale. Wivu ikamwingia Lecho. Maandiko inasema akaona wivu baya sana. Alipoona wivu, kamwambia Bwana kijo, njoo. Wewe, it is either you give me a child or I die. Haiwezi kuwa watu wanashuhudia vile wametoka Kiwanja, wanaenda sasa Kenyatta Road, hatujui sasa wakitoka huko wanaenda wapi. Na mimi bado tu hapa ni mpangaji au ni mkazi.
Wacha uangalie. Mpaka akasema hata mimi nitatafuta ushuhuda. Alipomwendea bwana yake, bwanake akamwambia, we ni maombi hujui. Sikiza maombi ya Lea. Anasema Lord has seen God has heard my voice. Manake wewe ulijiona mrembo sana, ukafikiria urembo wako ni kila kitu. Yani urembo sio kila kitu. Wewe na wewe uingie katika maombi kama Lecho, ukubukwe. Maandiko inasema alipoona kimeumana akatupa kwa Mungu. Manake mtu akikuletea mambo kama hayo mtupe kwa Mungu. Mwikiria gai. Mtu akikwambia wewe hufanyi kazi kama wanaume wale wengine, mwikirie gai. Tupia Mungu. Kasema, am I in the place of God? No. So what happens? Maandiko inasema now she went an extra mile. Alipoenda extra mile, akachukua nini? Bilha. Kamwambia chukua huu, utazaa naye angalau na mimi nipate mwana. Itakubidi wakati mwingine uende an extra mile. Kile ambacho huwezi ukatoa ukitoe. Manake hakuna kitu ngumu kama mtumia kukupatia maidi yake. Hiyo pengine haya ni mwenda wazimu. Kwa hivyo alijitoa kabisa. Amwambia sasa, manake lazima nipate mtoto. Chukua huyo, zana yeye. Hii aibu iniondoke. Alipozaa kale, amesema akakaita Dan. Akasema God has vindicated me. Nataka uangalie hapo. Akakaita, go to the next verse. God has judged me and God has heard my voice. Sasa maombi imeanza. Manake nataka tuingie katika maombi. God has heard God, you hear your voice. God, you not hear your murmuring. Tika gwikuithia. Ama shida iko kavagwe. Wacha tika gwikuithia. God has heard my voice. God has vindicated me. Bas, kasema sasa jia ni hiyo, wacha tuendelee. Wacha tukazane. Akakazana. Hebu now angalia verse 8. Then now verse 7. And Lecho made Bilhah conceived again and bore Jacob a second son. Now verse 8. Then Lecho said, with great wrestling I have wrestled with my sister, and indeed have prevailed. So she called his name Naphtali. With great wrestling. Ana wrestle na nani? Na mwale wa nyina. Na mwale wa nyina. Ndio ujue katika ufalme wa mbinguni, if you are not going to wrestle, you remain unfruitful. Yes, you have to wrestle. You know, the Bible says that Jacob was a wrestler. Alianza kuwrestle akiwa tumboni, si ni kweli? Na alipo wrestle alimushika ndugu yake kisigino. Ujue hii ni vita ya twin brother. Na bado kuna vita katika tumbo. Na hata wale, hebu nikuulize, ile vita tunapigana katika jamii, ile vita tunapigana na nani? Tio tuhoranaga nao. Hakuna watu wengine tunapigana na wao. Ni hao tu tunapigana na wao. Si mtu wa nje. Hii unaona. I've been wrestling with you, my sister. I have been wrestling with you, but this time nenda fora. Leo dina Naphtali. Na ndio doshiare Naphtali today. Wakati utazaa Naphtali, you are good to go. Unatigana na Ashiagi. Wakati utazaa huyu mtu ambaye ni wrestler. The word Naphtali means we wrestle. And remember the book of Ephesians 6:12 inasema we don't wrestle against flesh and blood. We wrestle with who?
principalities and powers and rulers of darkness. So lazima uwe a wrestler. Now, ndio hiyo sasa. I have wrestled. His name is Naphtali. Wakati utapata huyo, now you are good to go. Now let's now go to the book of Genesis 49 verse 21. Nataka tuongelele huu mtu ambao umeng'ang'ana, ukang'ang'ana mpaka ukamzaa. Kwa sababu ya hivyo. Maombi, wacha vile Moreithi unasema ati tutajua leo ni kwa nini wazee hawakuji. Wacha wakae home. Kama unajua maandiko ya Genesis 32 verse 22 inasema Jacob was left alone. Am I right? Alivukisha nani? Na kila kitu. Akaachwa. And the Bible says he wrestled with who? Halafu kuna kuwrestle with the men and also to wrestle with God. Mieleka ni aina mbili. Mungu alimwambia you have wrestled with the men, you have prevailed. You have also wrestled with me, you have prevailed. Kuna kulezo na watu na pia kuna kulezo na Mungu. Wrestling ni maita mere. Na sijawahi kuona wrestling ya watu watatu. Kwa hivyo wacha kushinda ukiwaambia wazee hamkuji, bona hamkuji, wacha wakae. Ni hida ya gushina bebe, wacha wachome. You can't constrain them forever. Ni kama unawazawishi wakuja maombi, wacha wakae. Wrestling ni ya watu wawili. Just come even if you are alone. Now, after Rachel wrestled with her sister, this is what she brought forth. Wakati Yakobo alipokuwa analala, alianza kubariki watoto wake. Wakati alipomfikia, nataka uone these figures of speech. Remember, this is poetry. Poetic prophecy. Ndio hii sasa. Inaitwa mashairi. So wakati anasema ya kwamba Naphtali is a deer set loose. It's not like a deer. It's not a simile. It's a metaphor. You are a deer. Najua New International Version inajaribu kuleta kisunge ingine. Because they are not men of the spirit. Yao kiangalia anasema ya kwamba New International Version inasemaje? Can you see? Is a deer set free that bears beautiful fawns. Ategashiaraga tori twega. That's wrong. That is wrong. That is not the meaning. That is not the original meaning. That is why lazima mkuja shule ni wafundishe. Na mumekataa. That is not the original meaning. There is nothing like she will bear beautiful fawns. No. Naphtali is a deer set loose. He uses beautiful. Wakati wana wa Israeli walipoenda Misri, Genesis 45 verse 26, wakaambiwa na Yusufu, endeni mumwambie mbamba akuje. Na wakampelekea na akatumania horses and donkeys wakiwa wamebeba sana. Na this is what they told him, ya kwamba Saint Joseph is still alive and is governor over the land of Egypt. And Jacob's heart stood still because he did not believe them. But, verse 27, but when they told him all the words which Joseph had said to them, and when he saw the carts which Joseph had sent to carry him, the spirit of Jacob, their father, revived. And he said, yes, it is enough. Joseph, my son, is still alive. I'll go and see him before I die. The Jews tradition inasema yule mtu alikimbia sana kuliko wale wengine ni Naphtali, akamwambia bamba.
Yakobo yuko hapa. Joseph is alive. Not only that, he is a governor. Na unaona vile mali ametupatia. Wengine wako nyuma watakuja, utaona ile mali tumekuja naye. That is why wakati alipokuwa nakufa anasema, oh, Naphtali is a dear set loose. He speak beautiful words. Now you get now the meaning. Ushawishi. Mtu wa kunena beautiful words. When you wrestle with the men, when you wrestle with God, you become a carrier of beautiful words. Hallelujah. That is not enough. In Deuteronomy 33, verse 23, the blessings of Naphtali. Because I want us to wrestle today. And of Naphtali, now this is Moses. He said, oh, Naphtali, satisfied with the favor. Nani ambaye ameomba kibali leo asubuhi? No, ahoya. Umeomba. Saa Naphtali. Msaa Naphtali. Ukizaa Naphtali, hautaomba kibali, you shall be satisfied with the favor. Hallelujah. And when you are like that, and full of the blessings of the, yani kila kitu, you are satisfied with the favor, full of God's blessings. Hakuna kitu umekosa. Not only that, possessing the west and the south, possessing the Gentiles, and possessing Israel as the nation. Utapeleka injili kwa mataifa na pia utahumbilia hata na wana wa Israeli. That is now the meaning. Naphtali. Matthew 4, verse 12. We have to wrestle today. When Jesus heard that John had been put in prison, he departed to Galilee. And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is by the sea, in the region of Zebulun and Naphtali, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, the land of Zebulun, the land of Naphtali, by the way of the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people who sat in darkness have seen a great light. And upon those who sat in the region and in shadow of death, light has dawned. From that time, Jesus began to preach and say, repent, for the kingdom of God is at hand. Jesus began to preach in the land of Naphtali. Unaona sasa? Injili hakuna mahali inaweza beautiful words lazima zinenwe na Naphtali. He is right now in the land of Naphtali. Ile maneno iliongewa na Isaiah ya kwamba sehemu ya Naphtali na Zebulun wamepokea mwangaza kubwa sana. Na Yesu akaanza kuhubiri beautiful words. Repent, for the kingdom of God is at hand. Wakati alifufuka aliwaambiaje? Akemera Yesu ale moyo noigato samanie Galili. Bado tu alipofufuka tukutana wapi? Kwa Naphtali. Tuchamanie kwa Naphtali. Manake huko ndipo injili ilianza na huko ndiko nguvu za ufufuo zitanenwa katika maeneo ya Naphtali. Beautiful words. Praise the name of the living God. It is my prayer today as we wrestle. Kuna ushuhuda utatoa mwezi huu. Hallelujah. Beautiful testimony. Kusema hata mimi si wa Kenyatta Road. Nina ni Deruda. Hata huko ni kwetu. Praise the name of the living God. Hata huko ni kwetu. Na wewe angarau unenema ukuwe na ushuhuda. Just give us beautiful words. How do you feel? Mtu anasema hapa na mimi ndio iga na hoeru kuguru kutodu ni kudubulile mono. That is not a beautiful testimony. Beautiful testimony ni kama hii ya Jesse. Taro kama haujesi. Si mnamuona yako sawa?
Hallelujah. Si mnamkumbuka tulimuombea hapa? Na tulipomuombea on Sunday, Jumatatu si ndio na tulipoongea akaniambia niko sawa lakini nguvu sina. Wewe unamuona kama hana nguvu? Nitakupatia kamera ushuhudie. Praise the name of the living God. Karo, si tuliomba hapa. Na si uliniambia mzee alikuwa ICU. Sasa si anakula maharagwe na githeri. Beautiful words. Naphtali. When you wrestle, wakati utapigana mieleka mizuri, you have beautiful. You are already set. You are dear nini? Unafunguliwa. Naphtali is a dear set loose. Amefunguliwa, minyororo yote imeanguka. So what is remaining ni akimbia na ushuhuda. Unakuta mtu hapa aliingia mapema sana na anaandikia kiongozi wa ibada na ohe onakone dakika 2 ndina uira. Manake is already set loose. Leo tukimunyima huyu, tukimunyima sijui kutakuwaje. Lazima, kwa sababu he is a dear set loose, lazima anene nini? Genesis 49:21. Lazima anene maneno ya kututia moyo, ya kwamba hata kama utajikuta pale, you still come back here and speak beautiful words. Hallelujah. You are already set loose. Kwa hivyo kama kuna mwezi wa kufunguliwa ni mwezi huu. We must be set loose. Yes, kila minyororo lazima ianguke. I remember maombi yetu ilikuwa ya kwamba here on Sunday tumutoe korokoroni mahali alikuwa amewekwa. Na ikalikuwa kabaya pale. Kalikuwa kabaya, nilimtembelea pale nikaona hawaikio ati hega. None turakurutire na mahoya. Praise the name of the living God. Sasa wacha nikwambie kitu. In the book of Acts chapter 1 verse 8 to 9. I want to prove my point. Acts chapter 1 verse 8 to 9. And you shall receive power when the Holy Spirit comes on you, and you'll be my witness in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Verse 9. And he said this, after he said this, he was taken up from their very eyes, and a crowd hid him from their sight. They were looking intently up into the sky as he was going, and suddenly 2 men dressed in a white stood beside them. Listen this, verse 11. Men of Galilee. Nasikia? Men of who? Moimetako. Kwa Naftali. Adu wa Galilee kwa Naftali. Bona mnamuangalia hiyo amea. Vile ameenda, hivyo ndivyo mtafanya nini? It is only Judas Iscariot who came from Morioti. The other 11, they came from Galilee. All the apostles. Watile kodokoge moimaga kwa Naftali. Ndio wapeleke injili jema. Ndio waponye watu kuwe na ushuhuda. They all came from the land of Naphtali. So when you wrestle, manake si mzuri sana mtu anatoa ushuhuda, anatoa mwingine na yore hau. Imagine dogeigwa oiru. Ugero nego the extra mile nani? Kegwitora getomakagia. Hode cio no gutomakia na oira. Paka mahali na vika unasikia wivu. Hai mundu ona gatatu angithie Kenyatta rodio na ithi. Ndio noguo mundu eraga nako. Kaona tatu angikinya kuo na ithi. Ndonyito oiru negetho neane biriha. Yes, upeane biriha. Usa Naphtali. You shall. Naphtali is satisfied with favor and full of God's blessings. Dogenya nyeka. Akireta D whatever. Imefika D DZ na ikinyeta ku. Ready why? Sasa wachana na hiyo, sasa hata hatuko kwa D. Sasa hii hata ukinunua DZ hautaonekana kama umenunua gari. Ona korone ndiragora nie ndigigora D. No jetereire rero ka KE.
Manake DKDA na KDZ ni kitu moja. Lazima sasa tugoje mpaka sasa Disemba ifike, nigethe koro ya thira. Hau niho tuohetie okoro mutoi. Tuohetie hau. Na sisi na mimi nikuja na ushuhuda wa ndine na Naftali. Towe ociaraga. Ona ndine na uira. Praise the name of the living God. Mpaka usikia wivu. Kasema, let me continue wrestling. Until now she got Naftali. Now angalia now verse 22. The same chapter. Genesis 32 verse 22. Angalia. No, first it is chapter 30. It is chapter 30 verse 22, sorry. Hiyo tutarudi hapo. Then God remembered Rachel and listened to Igwa. Gai akimulirikana akimulia eugaga atira. Ukoragwo kiuga atia we. Manake Monday uko hapa, Tuesday uko hapa, Friday uko hapa, ukoragwo kiuga atia. Basi akafungua nini? Alipofungua, wacha nikwambie, alipofungua huyu akapata mtoto. You are going to see what is going to happen. Alisema hivi, God has taken away my, hata mimi ameniondolea aibu. Nejehereria thoni. Ndiraciarite Naftali na Dani, no ne meidiera njiarĩire. No rĩu nĩ ndaciara. Hata kama nilikuwa nimezaa hivyo, lakini sasa aibu haikuwa imeondole. Sasa ushuhuda wa tatu ni kwamba the Lord has taken my reproach. Hallelujah. Na alipofanya hivyo, verse 23 angalia. She called his name Joseph and said, the Lord shall add to me another son. Ona uiroge no ngoka kuruta. Kuna ushuhuda mwingine nitareta. Bado. And finally, and it came to pass when Rachel had born Joseph that Jacob said to Laban, send me away. Ona nine gumagara. Ona nire wakati utapata Joseph. Ndio atasema sasa wacha tuondoke. Kuna ushuhuda na kuna maombi ya kukutoa mahali ulipo. Hiyo ndio alimuhamisha kutoka kwa Laban. Unfortunately, Rachel alitoka na miungu. Hakuwa ameokoka kabisa. Dahonokete oyo mutumia. Ako na Mungu. Anaomba Mungu wa Laban na anaomba Mungu wa Yakobo. Akinyete madanga. Na kwa njia hiyo sasa wakaanza mwendo wa kurudi Canaan. Kuna baraka will definitely relocate you whether you like it or not. Iga relocate. I also remember wakati mimi nilihama hapa, watu walisema wacha twende Membre tukaona ile nyumba amejenga kuliko hii amejenga hapa. Kwa hivyo usae Joseph akutoe mahali ulipo. Joseph will relocate you. Now, mahali tulikuwa Genesis 32 verse 22. Nataka kusungumuzia hiyo kidogo. Unaona hapo? This is Jacob. He arose that night and took his two wives, his two female servants, his 11 sons, and crossed over the ford of Jabbok. End of verse 10. End of verse 10. The same chapter. Nikwambia the difference between Jordan and Jabbok. Can you see that? I'm not worthy of the least of all the mercies and all the both which you have shown your servant. For I crossed over this Jordan with my staff, and now have become two companies. We are going to see Origaga Roy Recoe. Origaga Dagana. We, was Steve Origaga Rorico. Ne darugo e kana ne theta kana ne kalimeno e. Origaga Rorico kana ilofi. Origaga shania. Hallelujah. Otire mundu tarigaga ro yagethie kuri athiaga.
Yakobo akasema nilivuka hapa nikiwa na fimbo tu, lakini sasa nimerudi na. I'm just speaking prophetically. Ulitoka kwenu vile ulitoka, lakini today ukijiangalia, are you better off? Yes, by far. Ogwo waimire mushetigo gashoka. Hivyo ndivyo Yakobo anatuambia. Now, I want now to speak about now Jabbok, verse 22. This is Jordan. Sasa tuko Jabbok. Now, the word Jabbok means to empty yourself. Ni kuyonoria. The meaning of that word, hata ukienda. To empty yourself. Kuyonoria. Dore kedo watigia. Wakati utafika pale Jabbok, hapo ndipo mtu anabadilishiwa jina. From now, Jacob to Israel. Na hapo ndipo nguvu zako zote zinaishia pale. Manake umemiminwa na umeisha. Na hapa alipofika alisema ya kwamba umeriahi. Na hiyo ni morelile mono watumi haya. Tokeni. Mumefanya kazi yenu, mumemuosha, muache. Sitaki mtu hapa. Mutoke. Nifanya vituko vya. You know when you are alone, when you are alone you can do anything. You can cry, you can garagara na doramaka. Lakini tukiwa na wewe nitakuonea aibu kiasi. Kama mama. Ukiwa peke yako hautajifunga lezo. Kuna mtu mmoja alituambia hivi, aliomba akaomba, akatoa viatu, akasikia hayaendi, akatoa koti haiendi, akatoa longi haiendi, akatoa ya ndani, sasa akabaki hivyo mpaka Mungu akateremka. Ukiwa alone, wewe alone, kama udie kerurati giareu, nwanyo naguo huwa na Adam. Sasa ukuje. Nakwambia anasema Mungu akateremka. When you are alone, that is maandiko inasema wewe ingia mahali pasiri, jifungie hapo, ufanye vituko vyako. Naye Petro akamwambia tokeni, nataka kufanya vituko hapa. Ambia to leave the room. Then he knelt and prayed. Turn it the body, he said, "Where dogi okere? Ndahoya dogi okere. Get up now." And she opened her eyes. When she saw Peter, she sat up. Akamuona, amwambia newe, wacha niamke bwana. She gave his hand and helped her up. Then he called in the widows. No moige. No moigere. Ela tumia shio maigere. Vituko vimeisha. Hallelujah. Mimi ndio nasikia kwamba kuna wakati mke wangu atakwambia huwa nafuga bedroom. Ndiramenye ekuho. No higete. Manake kuna vituko. Kwa vituko hivya na mbele mwe. When I want to mean business, unakuta kuna vituko. Yes. Yes, lazima kumbalika mpaka power ya ufufuo ionekane. Ambia mchukueni sasa. Yesu alipoingia kumvuvua the Jairus daughter. The book of Mark chapter number 5 verse 40. Leo angalia number 40. The crowd laughed at him, but he made them all leave. And he took his girl's father and mother, his 3 disciples, into the room where the girl was lying. How atekeriria o? Gakege ka Jairo Jesu agekahonia. Detekeririe hakoro doige. Tigao. Gakege ka Jairo Jesu agekahonia. Netekerire akoro adoige. Tigo Petro na Jakobu na Johana tato mathuretwo matuĩke irama na nyina wakana na ithe wakana makorirwo hamwe na iracio mare igana arutwo mamenye ũrĩa kũriũkanagio the 3 pillars akawa wengine wote watoke. Mungu atusaidie
Nguvu ya ufufuo haikuji hivi hivi mnafikiria. You must always abide in the upper room. That is where struggle take place. Mungangano uko pale. Aliwaambia nguvu itakuja, but you must tarry in Jerusalem. Upper room. The Bible says they were in the upper room. Muningoje hapo nilete nguvu. Otherwise hazitakuja. Mimi mambo ya kusukuma mtu tuende maombi hiyo niliacha. Mambo ya kuambia Mungu mtu na uniombe na usimame na mimi na wewe umeketi chini, hiyo niliacha. Na kama ni kufunga ufunge kwa niaba yangu na wewe unakula ugali. Ya mimi niliacha. Na leso alone I know the power. I want you to imagine, hata kama mama ya mtoto haruhusiwi aingie na Elisha, nani huo mwingine unatafuta? Hakuna. God forbid. We must wrestle. We must wrestle like Rachel. We must wrestle like Jacob. Paka tumuone Mungu. Viva inapatikana through wrestling. Good testimonies zinapatikana through wrestling. This month nataka tuwe na ushuhuda mpya. We are tired of all the testimonies. Wakati wote tuna recycle. No ko recycle to recycleaga. But time for new testimony has come. Yes, na sisi tusema tuko na wimbo. Neturada wimbo. Kama ungekuwa hapa on Friday, ungesikia sermon ya Karo hapa akituhubiria. Ilikuwa kali. Hiyo utarudia siku nyingine. Manake kuna ushuhuda when we wrestle in prayer. Through prayer. When we wrestle through prayer. Finally, 1 Corinthians 15 verse 58. First Corinthians chapter 15 verse 58. So my dear brethren, so my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always. I brought a New King James Version. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Yale maombi yote tunaomba, I want to assure you, it is not in vain. Ile service yote unamtolea Mungu, it is not in vain. Kama hivyo ndivyo shetani anakuambia, it is not in vain. So be steadfast, immovable, and always abounding in the work of the Lord, that your labor shall be greatly rewarded. Wacheni tusimame kwa miguu yetu. Nataka tuingie wrestling. Leo ni marodano. Sasa ni mieleka. Yenda turodane. Tukifanya hiyo mieleka sasa, tuingie sasa kwa worship. Sasa ni mieleka. I want you to come here, probably by the end of this month, with a new testimony. Lega oke na unyamwero. Hata kule umekwama, nataka sasa ukuje na